msheni. Huu ni mwaka wa kujifua. Mwaka wa kujifua. Hapi tuko tayari? Sasa leo tutakwenda kutoa ahadi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tutaanza mama Zakayo. Milioni 10. Mama Kapufi. Utarudia. Okay. Asante. Leta watu wakaanguka. Karibu Mr. Mimi na familia yangu tutatoa milioni 2. Milioni. Mama Kapufi na Mr. Mimi na familia yangu tutatoa kiasi cha shilingi milioni 2. Mimi nitatoa milioni 20. Amen. Mimi nitajilipua kwa shilingi 10,000. Hali ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Nawashukuru sana. Mbona kama umenisahau? Nilikusahau tumishi. Nitatoa kitita cha 15,000. Amen. Basi tutamkamilisha. Hadi. Mimi kama mkurugenzi wa idara ya umisheni nitatoa shilingi milioni 30. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ngoja kwanza niweke hii hapa maana haya kwa kweli mambo yamenivutia. Mkurugenzi, njoo bwana, njoo. Jamani nimemwona mkurugenzi wetu wa umisheni. Huyu bwana anafanya kazi nzuri. Na mimi naamini hili jambo litafanikiwa. Mwaka wa nini? Wa kujilipua. Kila mtu analipuka. Unalipuka. Unalipuka. Sasa mimi mama mchungaji mmoja ametoka kidogo, mama mchungaji mbona ameenda shughuli ya nguruwe iliruka kidogo pale. Sasa uliahidi? Mimi nitaahidi milioni 35. Ngoja, naona mna mashaka. Kasoma tena kidogo hapa. Amen. Nitataka kuatia moyo. Amen. Ndio kiongozi? Ndio. Na kutia moyo. Amen. Nitafanikiwa. Costa. Amen. Tawasomea neno katika kitabu cha Isaya 45 mstari wa 22. Ndio Amen. Bwana Mungu anasema niangalieni mimi. Hapo tu tunaishia hapo, tusiende mbele. Amina. Niangalieni. Tunamwangalia Mungu katika neno. Kila mmoja ameahidi hapa. Anaamini kwamba Mungu atafanya. Matumaini yangu Costa tunanunua. Na tukinunua Costa kila mtu atapata gari. Mambo ya kuja sijui na nini hapa hakuna. Tuliona mtumishi wa Mungu alisema hapa, nilifika nikaangalia nikasema tunavua viatu. Sasa wakija watashangaa. Tunaingia kibirizi, tunakopa. Tunaingia kibirizi tunanini? Costa sema haleluya. 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 Bonde la baraka haleluya. Amen. Mimi mchungaji wenu ninamwamini Mungu sana. Amen. Natakiwa kuamini kama hili jambo linakuwa tumemaliza. Tumekuza urasa. Costa linaingia hapa. Mwezi wa 6 tunapokea Costa hapa. Sema haleluya.
Amen. Sasa naomba niombe kwa sababu ili jukumu tunalo mbele yetu ni kubwa. Tunajilipua. Amen. Baba, katika jina la Yesu, ninawaleta watoto wako mbele zako. Tazama watoto hawa wameahidi Bwana Mungu uliye mwaminifu. Kuna wafanya biashara mahali hapa, kuna wafanya kazi mahali hapa. Bwana, tazama kazi za mikono yao. Mungu ukabariki kila mmoja mmoja. Angalia vyanzo vya mapato yao. Bwana, ukawafanikishe. Ninaamini Mungu, Costa tumelipokea. Kwa imani Costa tunao. Kwa imani tumefika kimilifu. Katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru. Jamani, muwe na amani. Mama baba, kuwa na amani. Costa tunao. Tunaingia kimilifu kwa kishindo. Sema kwa kishindo. Sema kwa kishindo. Sema kwa kishindo, mtumishi wa Mungu. Amen. Mwende nyumbani, muwe na amani. Amen. Amen. Bwana ni mwema jamani. Unasikia mchungaji wetu? Kasema ni mwaka wa kujilipua. Na sisi tunapaswa kuamini kupitia mchungaji wetu. Tunajilipua. Kweli tunajilipua. Yaani mimi nauza kiwanja kile na na hiyo nyumba nauza kabisa. Yaani na mimi Costa mwaka huu tunatambarana. Tunamwamini Mungu kwa Bwana atafanya. Nimesikia huko. Nimesikia. Hii milioni 30 ipo ule watoa hiyo. Hivi milioni 30 wana mchezo eh? Niache kulipa school fees za watoto wangu nikatoa milioni 30. Uliona wapi? Utatoa kwa ile 10,000. Anzaje 15,000 tukosa kuweka bando shoga yangu. Sio bando. Mama nimekutemeke sijaipa huko bado. 30 wataiona. Sidhani. Kwanza mimi hiyo 10,000. Sasa nitaenda kulipa mikoba sifani. Hapo. Mikoba swadana. Wana nakuita mume wangu. Niambie mke wangu. Nina mengi hapa kuja kwanza. Ngoja chini. Haiwezekani. Wewe baba dai. Ndio mke wangu. Niko sawa. Baba dai uko sawa nauliza? Niko sawa. Tulia. Baba dai. Umeenda shingapi kanisani? Haujasikia mke wangu. Yaani naisikia kama vile masikio yangu yaliziba. Shingapi umeenda shingapi? Tunamtumikia Bwana. Nimetoka kukwambia mesi mrefu, watoto wanakaribia kurudishwa ada nyumbani. Umeenda kwa ile milioni mbili. Kama uko sawa? Nisikilize. Kapufi uko sawa? Mama mwenyewe nimekuja kunipigia sasa hivi. Ngoja nikukumbushe kidogo sawa. Mama mwenyewe nimekuja kunipigia sasa hivi. Kodi baba imeisha. Odi. Ndio huyo. Odi. Na kuja kisha nipigia simu itoshi jamani. Vipi? Karibu. Asante. Baba mimi sio mkali. Ninahitaji pesa yangu. Usijali. Naomba pesa yangu. Usijali ile unaitwa wapi jamani wewe umeshaidi milioni 2 kanisani? Tunamwamini. Mwambie tu kweli kwamba kama. Tunamwamini Mungu. Baba, naomba pesa yangu. Unadaiwa umeme, unadaiwa maji, na kodi juu. Mwambie. Mwambie amefanya Mungu ndiye anayetoa kila kitu. Subiri mwambie ndugu zangu anataka nielewe. Mama, unakuwa unatudai kodi hapa. Watoto wangu shule na pesa sio nyingi. Kanisani kuna siku yani katika ile kuchanganyikiwa. Ndio. Unasema unaweza kasa. Mwanaume asiaidi nione. Fedha. Subiri mshikatishe. Anataka dada mpaka hapo Mungu anataka. Chukua bila kuongeza. Baba na mama sahau. Pesa yangu naiomba. Lakini katika maneno tunamwamini Mungu. Haya. Tunamwamini. Njoo mke wangu. Njoo upike basi tule. Mungu yupo. Jirani nimekutafuta, jirani huwezi amini. Anampia gani? Ngoja kwanza. Jirani nakwambia bonde la baraka. Bonde la baraka nasikia wataka wa Costa. Wewe unafanya mchezo Costa? Yaani nakwambia hapa nimeenda pale kwa mpangaji wangu. Nimekuta nyumba inawaka moto.
Kwa watu wangapi walionao pale wakanunua iko? Shangaa kwa biashara gani walizonazo kutwa na madeli ya mandazi. Wewe hao wanatania. Wanaenda Kigoma, nchi ya kodi costa. Na kwa maana makoma wale kanisa litauzwa. Yaani wewe unataka kumwambia jirani tusubiri. Nani amekwambia? Si nimeenda kwa mpangaji wangu wale. Nimekuta na kwamba nyumba inawaka moto. Yule baba kaidi milioni 2. Milioni 2. Yaani amepanga nyumbani kwako. Na kodi na mdai. Mwaka mzima hajalipa. Amekosa milioni 2. Wafukuza. Yaani nimepapa pesa. Nafukuza. Nafukuza. Hapo ndio unataka waeleweki bwana. kabisa. Mwenyekiti pale ulipo. Karibu sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niko mbele yenu kwa jambo moja tu. Huu ulikuwa ni mwaka wa kujilipua. Mwaka wa kujilipua. Napenda niwashukuru waumini wote kwa kujilipua kwenu na kwa mchango wenu yote. Hakika tumevuka lengo. Tulikuwa Costa kwa shilingi milioni 50, lakini Bwana ni mwema, ametufanikisha tumepata milioni 75. Haleluya! Basi nisongee mengi, nimkaribishe mchungaji, kwa maana mchungaji leo ana furaha na anaenda kuikamilisha ile ahadi yake. Wangapi tunaikumbuka? Amen. Karibu mchungaji. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mmesha kuona mtu unakuwa na furaha mpaka unaishiwa maneno. Ndio mimi. Niliahidi nitacheza. Yaani Costa likiingia hapa nitacheza. Amen. Na ahadi yangu iko pale pale. Amen. Bwana asifiwe. Kwa kweli kama alivyosema mkurugenzi, ahadi yetu imevuka malengo. Tunamshukuru Mungu. Kama ambavyo tulisimama na neno letu kama tumtizame nani? Mungu. Na tumemtizama Mungu, tumeweza kufanikiwa. Amen. Amen. Gari yetu tayari imefika. Na wakati wowote gari tutaipokea hapa. Tujiandae kupokea gari yetu. Costa imefika. Kwa hiyo na zile ahadi nyingine zile ambazo tulimwambia Mungu, yani hizo ni vitu vidogo sana. Amen. Yote tunabidi tumepokea. Amen. Amen. Sasa mimi nitawaombea tufunge ibada yetu. Baba, tunakushukuru. Kwanza nilisema nitajilipua kwa 10,000. Nimetoa sasa. Nimeishia kupotea. Bora hata ningetoa. Najuta mimi. Unajua mimi kwa hela ninayo ndani. Nimeweka tu akiba. Haki ya Mungu mimi natoa. Waongeze jingine. Yaani likitokea nyingine mimi nitamwambia mchungaji na nunua peke yangu. Ile 15 yangu usibali kula. Nakwambia. Mungu Baba.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tumekuja japokuwa sio siku ya ibada. Ndio baba. Lakini gari letu limefika. Yeah. Gari limefika. Wamekopa. Na hawa subiri. Tujinani msituko. Situ leo tusubiri. Kama wamekopa tutachukuliwa. Mapema tu mapema. Bwana asifiwe. Hali yetu iko. Kosa limefika. Tunakwenda kudansi. Tunamchezea Mungu. Tunamshukuru. Yaani leo ibada ni tunacheza. Tunacheza kama Daudi. Bwana Yesu asifiwe.
peleka unahitaji Yesu wangu. Walawi ndo hawa. Walawi. Kanisa linasimama kwa sababu Bwana ameweka wasimama. Simama upatakatifu. Kwa niaba ya nani? Kwa niaba yeye. Peleka unahitaji Yesu. peleka unahitaji Yesu. Watuombea usiku sasa. Watuombea usiku mchana. Tulindwe na Yesu. Adui asituingie. Tukae na imani. Watuombea usiku mchana. Tulindwe na Yesu. Adui asituingie. Tukae na imani. Mungu awalinde, awalinde. Mungu awahifadhi. Awape mwili kwenye maisha yenu. Mungu awalinde, awalinde. Mungu awahifadhi. Awape mwili kwenye maisha yenu. Mungu awalinde. Haleluya! Jina la Yesu liinuliwe.
nimeshindwa kuahidi, sasa mimi naahidi. Sasa hivi zamu yangu. Waliahidi nini? Waliahidi kitu. Kitu gani? Wanasema akijaenda na muda tumekikansel. Tunakuja na wimbo wetu mmoja mkali kabisa, single moja kali. Ni gospel single inaitwa Watoto wa Baba Mmoja. Amen. Watoto wa Baba Mmoja. Kwa hiyo wamama, kae mtulie muone mambo ya vijana. Tumesema ya kwetu ni ya kwetu na yenu ni yetu. Ya kwetu ni ya kwetu na yenu ni yetu. Yeah. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Mbele tumesimama wasoma risala idara ya wanawake mwaka huu 2026 kanisa TAG Bonde la Baraka. Ndugu mgeni rasmi, mchungaji kiongozi, mama mchungaji na mchungaji msaidizi Fibi Mwasa, baraza la wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara mbalimbali, washirika wote wa kanisa letu zuri la Bonde la Baraka, tunawasalimu kwa jina la Yesu. Ndugu mgeni rasmi, baba mchungaji wetu kiongozi, mchungaji Msimba Mwasa, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mungu wetu mwingi wa rehema na upendo mkuu kwa kutufikisha siku hii ya leo tukiwa wazima, wenye furaha na bashasha nyingi za ushindi mwingi, kuhitimisha maadhimisho ya kilele cha utumishi wetu kama idara ya wanawake kwa mwaka huu wa 2026. Pia tunazo shukrani nyingi sana kwako baba yetu kwa kutupa nafasi sisi idara ya wanawake kutumika ndani ya wiki hili lote. Tunajisikia vizuri sana kushiriki au kuwa sehemu ya kazi na huduma hii nzuri ambayo Mungu ameweka ndani yako wewe pamoja na mama mchungaji wetu. Tunashukuru sana. Hakika malezi, maongozi yako, hekima, maarifa, subira na uvumilivu wako kwetu, vyote kwa pamoja ni darasa zuri na huru kwetu kujifunza na kuendelea kuukulia wokovu wetu siku zote hadi siku ya leo. Hakika wewe ni moja ya mifano mizuri ya kuigwa kwetu kama mtumishi wa Mungu. Jamani, nani kama baba? Vigelegele. Mungu wa mbinguni akubariki sana baba. Kwa mama mchungaji wetu, mama kipenzi, mama hodari, jasiri, tena shujaa wa vita, akiwa mstari wa mbele bega kwa bega na baba yetu. Mungu akubariki. Heko kwako mama yetu. Asante kwa malezi mazuri, pia maonyo, mafunzo, maongozi na maombi yako mengi yanayotuongoza kila siku. Umekuwa nguzo imara sana kwenye idara hii ya wanawake. Unagusa mioyo yetu kwa namna ya kipekee sana. Umekuwa tayari kumtumikia Mungu, umekuwa tayari kutuhudumia siku zote bila kuchoka. Lakini pia tunakushukuru sana kwa kuwa tayari kujumuika pamoja nasi nyakati zote mama. Wakati wote tunapokuhitaji kama idara ya wanawake, uko pamoja nasi pia. Jambo hili limekuwa jema sana kwetu na ndilo limeweka umoja na uimara wa chama chetu. Umekuwa mstari wa mbele pia kushiriki nasi huduma zote za idara. Katika shida, furaha, tupo pamoja na wewe mama. Mungu akubariki. Tunakupenda,
Maneno hayatoshi, acha tuseme tu Mungu akubariki. Ndugu mgeni rasmi, baba mchungaji wetu, hii ni ripoti fupi ya idara yetu. Idara yetu ya wanawake mpaka sasa ina jumla ya wanachama 61 ambao kati yao hao wenye ndoa ni 25. Walea peke ni 3. Mabinti waliofikia umri wa kuolewa ni 12. Wadogo 18 na mjane 1. Ongezeko hili ni sawa na 49% kulinganisha na mwaka uliopita. Amina. Malengo. Ndugu mgeni rasmi, baba mchungaji, idara ya wanawake ina malengo kama ifuatavyo. Idara ya wanawake ina malengo ya kuwa na vipindi vya kujifunza neno la Mungu kama wanawake. Lakini pia idara ya wanawake ina malengo ya kupanga, kuratibu na kufanya mikutano midogo ya injili mitaani. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, baba mchungaji, idara ya wanawake ina malengo ya kuwa na mfuko maalum wa kusaidia na kuwezesha wanawake kiuchumi. Lakini pia idara ya wanawake ina malengo ya kupanga na kuratibu maombi katika idara yetu. Lakini pia idara ya wanawake ina malengo ya kuwa na semina mbalimbali za ujasiriamali kwa ngazi ya idara kuinua uchumi wa wanawake. Lakini pia idara ya wanawake ina malengo ya kushiriki huduma mbalimbali za kikanisa. Sambamba na hayo, ndugu mgeni rasmi, baba mchungaji, idara ya wanawake tumefanikiwa katika mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, idara ya wanawake tumefanikiwa kufanya mkutano wa injili kwa ngazi ya idara. Lakini pia tumefanikiwa kuwa na vipindi mbalimbali vya maombi katika idara yetu. Lakini pia idara ya wanawake tumefanikiwa
Makofi mazuri kwa seniors. Sikika kutoka huko enzini, niangalie ni mimi, asema Mungu haki, si nguvu wala hekima zetu sisi wanadamu. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Mbele ya Bwana simama mama, imani ishike, lia sana kwa sababu na matata duniani. Sikimbilie dunia kutafuta msaada, niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Wokovu utaupata kwa sanamu za mikono, wala njia za kiburi huwezi pata rehema. Mtazame Bwana Yesu mbinguni atasikia, niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Mama fundisha mtoto njia njema ya wokovu, macho yake kwa Mwokozi atazame yote huko. Dunia hii yapita, Yesu adumu milele. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Kwenye giza la dunia mama huangaza taa, si kwa maneno bali kwa maombi mengi, na Roho Mtakatifu yeye ndiye kiongozi. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Niangalie ni mimi, asema Bwana wa haki, siangalie dunia na hizo fahari zake, maana huo wokovu hauko katika vitu. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Mama wa kweli, mwalimu, hofu ya Bwana asema, kwa mfano wa maisha yeye ni mnyenyekevu, akijua siku moja kila goti litapigwa. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Kwenye yetu sikukuu Mungu tunamshukuru, mengi ametutendea, maombi tulipoomba, macho tuliyainua Mungu tukamwambia. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Tamati tumefikia, kanisa twawashukuru, wachungaji wetu pia, wamama mmetulea, katika roho na mwili vyote mmetupatia. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Tamati tumefikia, kanisa twawashukuru, wachungaji wetu pia, wamama mmetulea, katika roho na mwili vyote mmetupatia. Niangalie ni mimi, wote mkaokolewe. Wakiwa wanakuja wanawake wanamsindikiza, wa baba, vijana, tunachapa makofi kwa Bwana Yesu. Tunamshangilia.
mchungaji wetu atakwenda kuomba kwa ajili ya mhubiri wetu. Tuombe tukiwa katika uwepo mwingi wa Bwana. Baba yetu, ni saa nyingine nzuri ambayo tunakwenda kusikia maneno kutoka kwako, lakini tunakwenda kupokea chakula kutoka kwako, maana saa hii na muda huu tumesogea mezani pako. Tunakusihi Mungu ukatulishe, ukatunyweshe ili tushibe, tupate nguvu na afya njema ya kuendelea mbele katika imani yetu ya wokovu. Tunamweka mtumishi wako ambaye Bwana umemuinua leo kwa ajili yetu mbele zako. Umpake mafuta yako, mjaze nguvu zako, umpe ujasiri na hekima yote ya kimbingu iwe juu yake katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, mtumie upendavyo, maana wewe unatujua na unajua unataka kusema nini na sisi. Basi mtumie kwa uweza na kwa nguvu zako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya wanawake ambayo imekuwa ni ya furaha katika kanisa, furaha kwa watoto na kanisa zima kwa ujumla. Kwa neema ya Mungu nashukuru kwa uongozi ulionipa niweze kusimama kwa ajili ya kuweza kuhubiri. Bwana asifiwe. Tunaenda kujifunza kwa habari ya kumtumainia Bwana. Bwana asifiwe. Tunatakiwa kumtumainia Bwana. Haleluya. Kumtumainia Bwana. Neno la leo katika sikukuu ya wanawake tuna mstari mkuu ambao tunasimamia ambao unatoka katika ile Isaya 45:22. Bwana asifiwe. Isaya 45:22, naomba mtu ananisomea ili iwe rahisi kuweza kuendelea. Isaya 45:22. Neno la Mungu linasema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana Mungu mwingine. Haleluya. Neno linasema niangalieni mimi mkaokolewe. Mungu anamaanisha kwamba tumwangalie yeye tukapate neema ya wokovu. Katika kumtumaini Bwana nikakaa nimetafakari, nikasema kwamba kumtumaini Bwana, tujue nini maana kumtumaini Bwana. Sisi kwa sababu tumeamua kuokoka, tujitahidi tuwe tofauti na watu ambao hawamjui Mungu. Waga inasikitisha mtu ambaye hajaokoka, unakuta labda una rafiki ambaye hajaokoka, yeye anaopitia na wewe unayopitia, ni unakuta unamwadisia, yani kwa kawaida anaweza kashangaa kwamba yeye anategemea kwetu apate faraja kwetu, alafu sisi tunakuwa hatutoe faraja. Kwa hiyo kumtumaini Bwana inasema ni kumkabidhi maisha yako yote, iwe furaha, iwe huzuni, iwe mipango yako na changamoto zako zote. Ni kumtumaini kwamba Mungu anajua kesho yako kuliko wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Amina. Tujifunze kwamba Mungu anajua kesho yetu kuliko sisi wenyewe. Ndio maana kila mwaka unapoanza, mchungaji wetu huwa anasema tulete maombi kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kukabidhi Bwana. Kwa kila tunachofanya, kila hatua tunayopiga, tumtumaini yeye. Maana kwa akili zetu, kwa fahamu zetu hatuwezi lolote. Bwana asifiwe. Tunatumaini kwa sababu gani? Tunatumaini Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mungu habadiliki. Bwana asifiwe. Binadamu, ndugu, rafiki yako, mume, mke wako anaweza kubadilika. Kwa hiyo tumtumaini Mungu peke yake, maana yeye ni rafiki wa kweli. Hata ukipita katika changamoto na kutia moyo mpendwa siku ya leo, hata ukipita katika magumu, ukipita katika changamoto, unaona uone msaada. Wakati mwingine unaweza kumwadisia binadamu akakuvunja moyo, ukajua utapata tumaini kwa mpendwa mwenzako pia akakuvunja moyo. Tunajifunza tumtumaini Mungu peke yake. Amen. Tulie na Mungu. Piga uombe, mkabidhi Mungu, mlilie Mungu. Mchungaji alisema, kama kuna mchungaji aliyopita anaitwa kakake mchungaji anaitwa Isaac, alisema tuje ugani. Ugani ni hapa madhabahu. Mchungaji alisema kanisa liko wazi, muda wote njoo.
Kwa hiyo kuombea nyumbani nimeona hakuna ile comfortable. Hakuna ile uhuru. Unaweza ukajikuta unaomba, unasikia uko mama mgeni. Umeona? Lakini ukija huko hapa kanisani kama uko karibu, hata kama uko mbali, mbona tunaenda makazini mbali? Tunatoa gharama za pikipiki, gharama za kupanda usafiri, tunaenda mbali. Njoo panga tuende katika wiki lako, panga kwamba mimi naenda kumuomba Mungu. Naenda kumuomba Mungu wapi? Ugani madhabahuni kuna nguvu. Nguvu ya peke yake, yaani kuna nguvu tofauti. Ndio maana tunakumbuka kipindi cha kina Hana, walikuwa wanaenda kwa kuhani Eli kwenda kufanyaje? Kwenda kuomba. Sio kama walikuwa wanashindwa kuombea nyumbani, walikuwa wanaenda kuomba sababu anajua hii ni madhabahu ya Bwana. Ni madhabahu kwa kila siku inanena. Hapa nikienda kuomba, Mungu na malaika wake, tujue kwamba hapa kanisani sababu ni muda wa maombi. Kwa Mungu na malaika wanakuwa wanazunguka hapa. Tofauti ukiwa wapi? Ukiwa nyumbani. Nyumbani kuna kelele nyingi, kuna mambo mengi. Tujitahidi. Mchungaji aliposema kwamba tuje kuombea madhabahuni hapa, alimaanisha kweli. Tuombe wapendwa. Tuwe na imani kuu. Nikija nikisoma hii hapa kwamba kwa sababu tunamtumaini Mungu, yeye ni mwaminifu. Mungu abadiliki, anatoa nguvu mpya. Nisomeni Isaya 40:31. Isaya 40:31 tutaiona sana. 40:31. Kwamba wale wanamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Tutapata nguvu mpya wapendwa. Haijalishi unapita katika changamoto gani. Mungu anasema jinsi ya kumtumaini Mungu ni kwa kutumia maombi, unaomba, unasoma neno. Na kwa kuwa na pia tunatakiwa tuwe na moyo ule wa uvumilivu. Wakati mwingine unakuta unaomba, tunajua neno la Mungu nasema Mungu hawai wala achelewi. Kwa wakati mwingine unakuta hitaji lako lile ulitegemea kwamba Mungu angelijibu muda fulani. Lakini Mungu anaangalia, je, unampenda? Kwa anachofanya ili tuweze kupita, inabidi tuwe wavumilivu na moyo ujasiri. Kuna neno linasema kuwa hodari na moyo ujasiri. Muone tu hodari na moyo ujasiri katika kuvumilia. Tukivumilia na tukiendelea kuomba, Mungu anasema kweli, wewe mwanangu ni mvumilivu. Kwa Mungu anajibu sawa sana mapenzi yake. Kwa tumtumaini yeye peke yake, maana yeye ni ngao na wokovu wetu. Hatuna msaada mwingine zaidi yake Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika kumtumaini sio kama nasema kumtumaini Bwana hakumaanishi kwamba matatizo hayatakuja. Tena ukiwa wakati mwingine unaomba, unaona matatizo rukuki. Yaani yanakuja mengi sana. Ukiwa unaomba ndio hivi Mungu ni nini hiki? Unaweza kusema ngoja nirudi nyuma nisifanyaje? Nisiombe. Lakini tuendelee kuomba. Wakati kumbuka tukiwa tunaomba manake shetani naye anataka kukuharibia. Kwa kama shetani anataka kukuharibia lazima ataleta majaribu mengi. Hapo ni nguvu za Mungu na shetani zinashindana sawa sawa. Kwa hiyo shetani analeta majaribu yake kwamba huyu ngoja sasa nianze anaomba. Ngoja ameleta majaribu huko. Sasa tunatakiwa tusikate tamaa. Maana tukikata tamaa hatutofikia ile medali ya Bwana aliyotuandalia. Tunatakiwa tuvumilie, tupambane, tuombe mpaka nguvu ya Mungu. Kuna neno linasema Waefeso 20:20 kwamba kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Kwa ile katika kadri ya nguvu itendao kazi ndani yetu, tunatakiwa tuombe. Tukiomba tukiwa na nguvu ya Mungu imetujaa ndani yetu, maana hata ile nguvu ya shetani itafika hatua shetani atakimbia. Na akikimbia hapo Mungu atakuonekania. Bwana asifiwe. Tunaona katika I think ni Daniel tunaona alikuwa ameomba, Mungu alikuwa amejibu maombi muda mrefu sana. Lakini tunaona within 21 days, siku 21 Mungu alifanyaje? Alikuwa amejibu maombi baada ya siku ya kwanza, pili, ya tatu alikuwa amesema nimeshakujibu siku nyingi. Lakini shetani alizuia kwamba aonekane kwamba hajapata yale majibu.
lakini alikomaa akaendelea kuomba. Kwa hiyo tunapokuwa tumeokoka, tunatakiwa tujifunze kwa wenzetu. Bwana asifiwe. Tujifunze kwa wenzetu waliotangulia, pia tusikate tamaa. Dunia isiturudishe nyuma, vishawishi visirudishe nyuma. Maisha yetu nimejifunza ni ya muda kitambo sana. Ni hapa duniani tupo kwa muda mfupi sana. Hatujui kesho yetu. Kesho yetu anajua Mungu. Kwa hiyo tumeamua kuokoka pendo. Tuokoke kweli. Tuachane na neno Mungu anasema ni wewe moto au baridi kuliko wewe vuguvugu utatapika. Yaani Mungu atakukataa, shetani atakukataa, utakuwa na hali mbaya. Tutakuwa na hali mbaya. Kwa ni vijana wa mama, jueni kwamba changamoto za dunia ni nyingi, lakini neno la Mungu linasema kwamba mimi kama Yesu anasema niliweza kushinda, kwamba nimesema kusaidia kwamba kama aliweza kushinda dunia tunayozidi, lakini yeye alisema aliweza kushinda, tujipe moyo. Kwa hiyo ni kwetu tunashinda. Kijana mmoja, kwa mfano kijana hujaoa au binti hujaolewa, tamaa za uzinifu zisizokutie changamoto. Kwa sababu cha kwanza unajidhalilisha mwili wako, cha kwanza unajiharibu psychologically, yani vitu ni vingi. Lakini kumtumaini Bwana, atakupa mume sahihi, atakupa mke sahihi. Bwana asifiwe. Ninaweza kusema kwa mfano mabinti unakuta muda wako umefika kuolewa, Mungu hajakujibu. Wakati mwingine Mungu anakupa mtu sahihi huyo hapo. Lakini unaangalia mtazamo wa nini? Wa nje. Kwamba his outlook is not good. Muonekano wake kwamba sio mzuri, huyu hana chochote, na mimi nilivyo kama ndo msichana mlengo sana, mimi niko bomba, sendani naye. Neno la Mungu tunakumbuka katika Daudi kule, Daudi alikwenda mzee Yese kwenda kutafuta shujaa gani, askari gani ambaye ataweza kusimama. Yule mzee Yese aliweza kuleta watoto wake wote, lakini akamsahau nani? Daudi. Lakini neno la Mungu linasema Mungu anaangalia muonekano wa nje. Mungu anaangalia ndani. Kwa hiyo wakati mwingine binti unaweza ukaona okay, now you are looking is good. You are very attractive. Sorry. Unaonekana muonekano wako ni mzuri. Kwa hiyo muonekano wako ni mzuri, unaona yes, this is my time now ya kuweza kufanyaje? Ya kuweza tunasema kudunda. Yaani ndio hivyo. Sasa inafika time ufanyaje? Yaani inafika Mungu ameshakupa kijana, anakuja kijana anaenda kwa mchungaji anasema mchungaji nimemwona binti yule pale. Ukiletea taarifa mchungaji hivi kuna moja mbili tatu, hata unaendani na mimi. Tusiangalie muonekano nini wa nje. Baraka zinakuja ambapo kuambatana wawili kwa pamoja kwa umoja, Mungu anatenda ndani yao. Ni furaha kanisa, ni furaha mchungaji kuona kanisa zima tunatumaini Bwana. Ni furaha mchungaji wetu kuona kwamba tunaozesha na tunaoa. Tuna mabinti wanaolewa, vijana wanaoa. Sasa sisi vijana, ndani mchungaji ifika tunasema wako wengi. Itafika hata mchungaji anasema wewe na wewe tufunge ndoa. Wafunge ndoa. Isifike hatua hiyo. Ukifika tano, binti ikifika muda usiangalie muonekano, nalia na mabinti, tusiangalie muonekano wa nje. Tutapoteza muda. Mungu anabariki mkiambatana mnafanya kitu kimoja. Kwa hiyo tunamtumaini Bwana katika sehemu mbalimbali, katika habari ya uchumi, katika habari ya mahusiano, katika habari ya watoto wetu. Tumtumaini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtumaini Bwana katika kila kitu tunachokifanya. Bwana asifiwe. Mama, unaona mtoto wako haeleweki, mtoto wako unaona ni msumbufu, tumtumaini Bwana. Sisi wa mama tunatakiwa tuombe. Bwana asifiwe. Na baba pia tuombe. Japokuwa baba waga ni changamoto, wanakuta baba wako busy, kazi zinawazidi, lakini kumbukeni kila mmoja siku hiyo ataenda kwa nafsi yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwamba sio mke wangu ananiombea na mimi nitaenda, hapana. Wa baba tusiwe hivyo. Tunapoomba kila mmoja ajipambanie roho yake mwenyewe. Kumtumaini Bwana ni kwa nafsi mmoja, yani for just person. Ni mtu mwenyewe binafsi.
Bwana asiwe. Sio ubebe na maombi ya mke wako. Hata kama umechoka, jitahidi. Hata katika wiki panga siku. Kwa sababu leo hii mke wako anakusimamia katika maombi anaomba. What if siku ndio hivyo umekuja unyakuo. Kila nafsi inaonja mauti na mwenye nguvu ya Mungu ndio siku ya mwisho atafanyaje? Ananyakuliwa. Kwa hiyo jamani, watoto wadogo tumtumaini nani? Mungu. Tumtumaini sana 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 katika kuomba, katika kila kitu tunachofanya tumtumaini Bwana. Bwana asifiwe. Tukimtumaini tukiwa katika uvumilivu tutavuka kabisa. Dunia na mambo mengi, watu wanajidanganya kwamba ndio wanapata starehe lakini wamepotea. Yaani watu wanapotea lakini wanajidanganya wapo katika starehe. Watu wanapotea katika ulevi, watu wanakuja ibadani. Kinachoniuma siku nyingine nasema mtu unakuja ibadani unaendelea kufanya dhambi. Nikawa natafakari siku moja nikasema Mungu angekusema Mungu sababu wake anavumilia tu. Nikasema unajikuta tu ili umekaa unakuta unatandikwa. Yaani unakuja umetoka kufanya uzinifu, unakuja ibadani unaanza kusifu. Wakati mwingine nguvu za Mungu watu tunazuia huko ndani kwa sababu ya dhambi zetu. Jamani, tujitahidi. Utakatifu ni heri kuliko kitu chochote. Na inawezekana kabisa. Bwana asifiwe. Inawezekana mama ulio kwenye ndoa, baba ulio kwenye ndoa, mabinti, vijana. Tuacheni dhambi. Dhambi ni nyingi, sio tu dhambi ni nyingi. Tuacheni. Sababu tumeamua kumfuata Yesu. Ndio maana wakati mwingine unakuta hatufanikiwi kwa sababu tunajikuta kwanza njia nyingine kufanikiwa ndio kusoma neno, kuomba sana. Wakati mwingine tunajikuta tunasema wapendwa wengi hatufanikiwi, cha kwanza uvivu. Cha pili kutokusoma neno. Cha tatu kutokuomba. Maana wewe mwenzako unafanya biashara hapa, mwenzako mchawi, anatumaini miungu yake, anaenda analoga kweli. Wewe una nguvu za Mungu, uzitendee haki, ni ngumu. Ili tupate kufanikiwa, tenda haki katika nguvu za Mungu. Kuna neno katika kama Isaya 30 hivi, nimesema ni mstari wa ngapi? Inasema kwamba nitakufundisha, nitakuongoza, nitakuonyesha njia uelekeayo, nitakushauri jicho lako likikutazama. Umeona neema ya Mungu? Neema ya Mungu ni kubwa mno. Mungu anasema chochote. Sasa hivi tuna mwaka huu wa kununua posta. Haijalishi nini, ukiweka nia ndani, yaani hujalishi kwamba mimi sina chochote, kwamba siwezi kuchangia, hapana. Wewe weka nia ndani. Mwambie Mungu, umefanyaje? Umesema tumekosa, sina cha kufanya, naomba nilipe cha kufanya. Mungu umesema utanionyesha, umesema utanifundisha, umesema utanielekeza, umesema utanishauri. Mimi nikitembea jicho lako litanitazama, ninakoelekea Mungu utanitazama. Kwa Mungu utanitazama, miguu yangu ninaponyanyua, naomba Mungu kaniongoze, naomba Mungu kanisaidie. Lakini tukisema kwamba ukae tu hapo, Mungu hawezi kushusha, Mungu hawezi kushushia hela. Ukiwa kujishughulisha, Mungu anafungua njia moja hadi nyingine. Mungu anakupa nini? Anatupatia maarifa. Mungu ni maarifa. Mungu anasema utajiri na heshima vinatoka kwake, na utajiri udumuo na haki yake pia. Kwa hiyo ili tufanikiwe tu matajiri, Mungu hawezi kukufanikisha tukiwa magoigoi. Wapendwa, tunyanyuke, tupambane. Chochote utakachofanya ukimwamini Mungu 100%, Mungu anajibu. Na katika kumtumaini, katika kujibu, tusiwe wavivu. Silaha kubwa, wenzetu wanaloga, sisi tuombe. Wenzetu wanatumia sijui waganga wao, neno la Mungu. Tutembee na neema ya Mungu. Tumuombe yeye. Bwana asifiwe. Tumuombe yeye Mungu atafanya. Kwa vijana wa kiume na wa kike, umri wenu umefika kuolewa, Mungu atafanya. Ukipata umeambiwa na mchungaji kuna kijana huyu na huyu, muombe Mungu. Changamoto inayotokea sisi vijana wengi, tunakuta tupo kanisani lakini tunazini. Ndio kinachotokea. Kwa hata ukiletea kwamba huyu mtu sahihi amekuja kwako, unajikuta ile kusema kwamba nikaombe ni ngumu, kwa sababu uko unafanya vitu vichafu. Lakini ukikasa sawa na Mungu, utasema ngoja niombe, upata amani. Olewa, usisubiri muda. Tunahitaji tule pilau kwa mwaka jana. Tulikula sana. Ilikuwa kama double 4. Kwa hiyo ni vizuri, kanisa na fry pia. Hapo mchungaji anataka tuongezeke kanisani. Maana siku ndoa tunapata nini? Watoto huko ndani.